Karibu kwenye Moyo wa Malezi, mahali ambapo tunazungumzia familia, tunazungumzia maisha na tunazungumzia haki ambazo zinamgusa kila mzazi. Leo katika Moyo wa Malezi tunaenda kuzungumzia haki za wajawazito. Swali ni kwamba, je, wanawake wote wajawazito wanazijua haki zao? Au wengine wamekuwa wakivumilia tu na kunyamaza kwa hofu ya kufukuzwa kazi, au wengine wamekuwa ni hawajui haki zao? Swali kubwa sana ambalo tunaweza tukajiuliza ni kwamba kuna wanawake ambao wameendelea kuwa wakifanya kazi wakiwa hawajui haki zao, huku wakiwa wamebeba kazi wanazozifanya na wakiwa wamebeba kiumbe kipya katika matumbo yao. Leo katika Moyo wa Malezi tunaenda kuzungumzia haki za mama wajawazito 5 tu, katika zote zile ambazo unazijua, lakini leo tutazungumzia 5 tu ambazo mama mjamzito yoyote anapaswa kuzitambua kwa ajili ya usalama wake na kwa ajili ya ustawi wa mtoto aliyeko tumboni kwake. Mimi ninaitwa Muhere Madam. Kama bado haujasubscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi, karibu fanya hivyo sasa hivi, kwa sababu tunakuletea maarifa sahihi kabisa kwa ajili ya familia yako na kwa ajili yako wewe mwenyewe na jamii nzima. Una uwezo wa kutupigia simu kama unataka ushauri au kututumia ujumbe kwa namba 0754579224. Karibu twende tukaangalie haki za wamama wajawazito 5 ambazo unapaswa kuzijua. Karibu na tuanze. Haki ya kwanza ni haki ya likizo ya uzazi. Mama yeyote mjamzito ambaye ni mfanyakazi anatakiwa kupata likizo ya uzazi. Hii sio upendeleo. Hii ni haki ya kila mama anayefanya kazi. Anatakiwa apate likizo ya uzazi pale anapokuwa mjamzito. Hii itamsaidia mama kujiandaa kujifungua. Hii itamsaidia mama kumnyonyesha mtoto wake vizuri, na hii itamsaidia mama kupona baada ya kujifungua. Mama mjamzito yeyote anayefanya kazi anatakiwa ahakikishe kwamba anaomba likizo ya uzazi. Muda wake wa kujifungua unapofika, mama mjamzito anatakiwa aombe likizo, apumzike, ajiandae kujifungua mtoto wake. Ajiandae kupona vizuri, ajiandae kunyonyesha. Mama mjamzito unayefanya kazi, hii ni haki yako ya msingi kabisa, sio upendeleo. Unatakiwa upewe likizo ya uzazi. Haki ya pili ni haki ya kutobaguliwa kazini. Sheria nyingi zinakataza kabisa kumbagua mama mjamzito anapokuwa yupo kazini eti kisa kwa sababu ni mjamzito. Ujauzito kama ujauzito haumruhusu mwajiri wako kukufukuza kazi eti kwa sababu tu umepata ujauzito mwajiri anakuondoa kazini. Hiyo hairuhusiwi. Na pia hautakiwi kunyimwa fursa unapokuwa kazini kisa eti kwa sababu wewe ni mjamzito. Pia hautakiwi kupunguzwa kazini. Unapunguzwa kazini tu unaambiwa kwa sababu wewe ni mjamzito unapunguzwa, ondoka kazini, kapumzike, kaa tu bila malipo bila nini mpaka hapo utakapojifungua. Hapana. Sheria zinakataza kabisa. Mama mjamzito unapata fursa kama mtu mwingine yeyote aliyepo kazini mpaka hapo utakapojifungua na unapewa likizo. Kwa hiyo ukua ujauzito sio kosa, bali ni kitu kipya kinazaliwa katika maisha. Kwa hiyo hutakiwi kunyimwa fursa, hutakiwi kufukuzwa kazi, wala hutakiwi kupunguzwa kazini, na pia hutakiwi kubaguliwa unapokuwa kazini. Unatakiwa upewe haki sawa na wafanyakazi wengine. Ujauzito sio kosa. Haki ya tatu ni haki ya mazingira salama ya kazi. Mama mjamzito hatakiwi kufanya kazi katika mazingira hatarishi, mazingira ambayo yanakuwa hatari kwa usalama wake na usalama wa mtoto. Kwa hiyo mama mjamzito, kama kazi zako ni ngumu ambazo unazifanya, ni kiwango tu cha kushauriana na mwajiri wako akabadilisha majukumu yako pale kazini, ukafanya kazi ambazo hazihatarishi mtoto. Lengo ni kukulinda wewe mama na mtoto aliyeko tumboni. Unapokuwa unafanya kazi katika mazingira hatarishi, mazingira ambayo yana kazi ngumu, kazi nzito, hiyo inaweza ikawa hatari kwako na ikawa hatari kwa mtoto. Kwa hiyo ni kiwango tu cha kushauriana na mwajiri. Mwajiri akiwa ni muelewa, mwajiri mwema, anaweza kuona kabisa kwamba huyu mama ni mama mjamzito. Kama ni mama mjamzito, basi anapunguziwa
kazi ambazo ni nzito anapunguziwa, yani majukumu tu yanabadilishwa, anaendelea kuwa kazini, anachapa kazi, lakini anafanya kazi katika mazingira ambayo sio hatarishi. Haki ya 4 ni haki ya huduma za afya. Mama mjamzito anapaswa kupata haki ya kuhudhuria kliniki bila kuadhibiwa, yani kuzuiwa kuhudhuria kliniki. Hii inamsaidia mama kumlinda mtoto aliyeko tumboni, inamsaidia mama maendeleo ya afya yake binafsi, na inamsaidia sana mama kuhakikisha kwamba anakuwa hawezi kupatwa na yale magonjwa ambayo yanaweza yakasababisha kuharibu ujauzito. Mama mjamzito ana haki kabisa ya kwenda kliniki. Unapomsaidia mama mjamzito akaenda kliniki, akapata maendeleo yake mazuri, unakuwa umeokoa kizazi kijacho. Unakuwa umeokoa uhai wa mtoto ambaye yuko tumboni kwa mama. Hivyo mama ana haki kabisa ya kuhudhuria kliniki bila kunyimwa wala kuadhibiwa. Muda wake wa kliniki ukifika, ana haki ya kwenda kabisa kliniki. Haki ya 5 ni haki ya kurudi kazini baada ya likizo. Mama mjamzito ana haki kabisa ya kurudi sasa kazini, kuendelea na kuchapa kazi baada ya likizo yake kuisha. Hii inamaanisha kwamba mama mjamzito ana uwezo wa kuwa mchapakazi na pia ana uwezo wa kuwa mfanyakazi bora. Hivyo mama mjamzito asinyimwe nafasi yake baada ya kuwa ameshajifungua, ameshamaliza muda wake wa likizo, anakuja kazini bila kupokonywa nafasi yake na kupewa mtu mwingine, au bila ya kushushwa cheo chake kwamba alikuwa mjamzito, alikuwa amekaa nyumbani, alikuwa haji kazini. Anapaswa kurudi kazini akaendelea na kazi yake bila kubugudhiwa. Hiyo ni haki yake kabisa, kwamba baada ya likizo mama arudi kazini na aendelee kuchapa kazi kwa maendeleo ya kazi, kwa maendeleo ya familia na maendeleo ya mtoto wake ambaye amemleta duniani. Haki ya 5 ni haki ya kurudi kazini baada ya likizo. Mama mjamzito ana haki kabisa ya kurudi sasa kazini, kuendelea na kuchapa kazi baada ya likizo yake kuisha. Hii inamaanisha kwamba mama mjamzito ana uwezo wa kuwa mchapakazi na pia ana uwezo wa kuwa mfanyakazi bora. Hivyo mama mjamzito asinyimwe nafasi yake baada ya kuwa ameshajifungua, ameshamaliza muda wake wa likizo, anakuja kazini bila kupokonywa nafasi yake na kupewa mtu mwingine, au bila ya kushushwa cheo chake kwamba alikuwa mjamzito, alikuwa amekaa nyumbani, alikuwa haji kazini. Anapaswa kurudi kazini akaendelea na kazi yake bila kubugudhiwa. Hiyo ni haki yake kabisa, kwamba baada ya likizo mama arudi kazini na aendelee kuchapa kazi kwa maendeleo ya kazi, kwa maendeleo ya familia na maendeleo ya mtoto wake ambaye amemleta duniani. Kila mtoto anayezaliwa duniani anaanza safari yake kupitia mama. Na kila mzazi ambaye ni mjamzito hapaswi kupata mateso eti kwa sababu alikuwa mjamzito. Tuwasaidie wamama wajawazito ili wanapojifungua waweze kuwanyonyesha watoto vizuri, waweze kuwalea watoto vizuri, na waweze kuleta vizazi duniani ili dunia yetu iendelee kuwa mahali salama. Kama unamfahamu mzazi au unamfahamu mjamzito ambaye anafanya kazi, mtumie video hii, ni muhimu sana kwake, ili aweze kuzijua haki zake na aweze kutambua kwamba pamoja na kufanya kazi, lakini yeye kama mjamzito ana haki zote za kupata likizo, za kupumzika, za kunyonyesha mtoto wake, na za kuhakikisha anarudi kazini bila kupunguzwa kazi, bila kuachishwa sehemu yake, na wala bila kunyimwa ruhusa ya kwenda kliniki. Kama umependa maudhui haya, basi usiache kulike, usiache kushare na usiache kusubscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi, ili uendelee kuwa mmoja wa familia ya Moyo wa Malezi. Asante sana kwa kuendelea kuwa mmoja wa familia ya Moyo wa Malezi, na asante pia kwa kutazama mpaka mwisho. Mungu akubariki, tukutane tena kwenye video nyingine inayofuata. Asante.